mabaya katika maisha yako. Kuondoa mapando mabaya katika maisha yako. Ningependa tuanze na kitabu cha Mathayo. Kitabu cha Mathayo 15. Kuna kitu nataka nikuonyeshe hapo, ili nikisema tunashukuru nao umepata hakika. Kwenye maombi tumepita tukiwa tunang'oa chochote ambacho adui aliwahi kupanda kwenye maisha yetu. Sema amina. Lakini nianzie hapo kwenye msingi 15:13 mpaka 19. Mathayo 15 mlango na mstari wa 13 mpaka ule mstari wa 19. Anasema, akajibu akasema, kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni lazima lifanyaje? Ling'olewe. Ninapoongelea swala la mapando, pando ni nini? Sasa nikutafakarishe kwa maana ya mkulima. Mkulima aliandaa shamba na mvua ni tayari na majira ya kuotesha hii tayari. Inapofika majira yale, yule mkulima anachukua mbegu yake, anapeleka, anaenda kupanda kwenye ardhi anayetazamia impatie nini? Matunda ya kile alichokitambikia. Kwa hiyo unapochukua mbegu ukapeleka kwenye ardhi ukaotesha, siku 7 ile mbegu inakufa, na ndani ya siku ile ya 7 inamea tena au inachupuka. Unaanza kuona matokeo ya kile ulichokifanyaje? Ulichokipanda. Sasa nisikilize. Wakati Mungu anafikiri kupanda mema kwako, kuna shetani, kuna mapepo, kuna wanajimu, kuna wachawi, kuna waganga ambao kazi yao kubwa ni kupanda mabaya katika maisha ya mtu anayetenda kwa nini? Kwa haki. Unapotamani furaha kwenye moyo wako na unahisi au unafili kuwa hauna furaha, kilichosababisha ndani yako furaha ikatoweka, kuna kitu kimefanyaje? Kimepandwa. Adui anapanda huzuni, adui anakuletea jambo baya mbele yako la kusononesha